Unapoweka hii mbali, ati ndio lisitoke hapa, bado nitaitafuta. Kuna huyu tajiri ambaye alikuwa na pete, a diamond ring, which is very expensive, na akaweza kupoteza hiyo pete yake ya diamond. Na kwa sababu alikuwa shambani, mahali ambapo kulikuwa na panya wengi sana, baada ya kutafuta na kukosa, tuambiwa kwamba alimuita mtaalamu wa panya na akamwambia, tafadhali hebu jaribu kunisaidia kutafuta pete yangu ambayo imepotea. Na huyu jamaa akawa anazunguka, kulikuwa na panya wengi sana katika lile shamba. Na baada ya kuzunguka, aliweza kuona panya moja ambayo hiyo panya ilikuwa imejitenga na zingine. Na akasema, panya ambayo imemeza pete yako sio nyingine, ni ile. Na kweli ile panya ikakamatwa, na baada ya kukamatwa waliweza kutoa ile pete ndani. Na huyu mtu kwa mshangao akauliza huyu aliyekuwa anatega zile panya, ulijuaje ni hii panya imeweza kumeza pete yangu? Akaambiwa, ni rahisi. Maskini akibarikiwa huwa anajitenga na wengine. Na waangalie watu ambao wamejitenga na wengine kwa sababu ya kubarikiwa. Ndio hiyo panya, ya kwamba unaona wengine ni wazembe, ni watu ambao hawatafuti kama ulivyotafuta. Na hili ndilo ambalo linatuonyesha wazi maneno ambayo yalisemwa na muimbaji mashuhuri wa nyimbo za rege. Alikuwa nani? Anaitwa Bob Marley. Na Bob Marley akasema kwamba some people are so poor that the only thing they have is money. That was said by Bob Marley. For us, we may think that the people who have money, these are the people who are so much blessed by God. And that was the notion during the time of our Lord Jesus Christ, ya kwamba mtu maskini ni mtu ambaye alikuwa anapata adhabu kutoka kwa Mungu na amelaaniwa na Mwenyezi Mungu. Lakini yule ambaye alikuwa na utajiri, huyu ni mtu ambaye alibarikiwa na Mungu, kwa sababu huyu hakuwa na doa ama kasoro. But that is not true. Ni wangapi ambao wamebarikiwa na hata wajui mlango wa kanisa? Ni wangapi? Wewe na mimi tunavunjika kila kuchao tukifika katika hii nyumba. Lakini wakute ya kwamba tunapitia maisha ya uchochore ama umaskini ambao wakati mwingine inabidi kujiuliza, Mungu ni sala za kina nani huu unasikiliza? Kila siku rozari lazima ugonge 4. Sijui umeamka saa 9 unapambana na rozari ya furaha. Kabla saa 12 hivi ifike ushagonga ingine ya uchungu. Saa 6 kabla ifike ushagonga ya utukufu. Jioni kabla imalizike ushagonga nyingine ya nini? Na kule ndani umeingiza hata rozari ya huruma. Ya? Huruma saa 9 ikigonga hivi ni wewe na nini? Na chaplet. Lakini unakuta ya kwamba ndugu zangu zinaingia kwa mkono zikienda. Zinaingia zikienda. Unauliza Mungu ni nini hii? Lakini leo tunakumbushwa ya kwamba sio utajiri wa dunia hii ambao tunapaswa kuhangaikia zaidi, mbali tunapaswa kuhangaikia zaidi utajiri wa uzima wa milele. Hapa sisi tunajua matajiri kwa majina yao, lakini Injili haitupi jina la huyu tajiri, mbali inatupa jina la maskini, kumaanisha kwamba Yesu aliposema kwamba blessed are the poor, he meant exactly that. Mtakatifu Luka anapozungumzia
wabarikiwa ni akina nani? Amezungumzia wabarikiwa wa aina 4, na mojawapo wa hao ambao wamebarikiwa ni wale ambao ni maskini, kwa sababu katika umaskini wao wanajua ni nani ambaye wanapaswa kumtegemea katika maisha.